Wakati ambapo Marekani na Israel zikijisifia kufanya mashambulizi mabaya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi katika kituo cha uzalishaji wa mafuta cha Khariji, lakini wakati huu tunatazama namna kambi za kijeshi za Marekani zilivyoharibiwa vibaya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Malengo ya kijeshi ya Marekani katika nchi 6 yamekabiliwa na moto wa Iran, na Pentagon inafanya kila liwezalo kuficha uharibifu huo. Ripoti tuliyokuwa nayo inaelezea namna ambavyo Iran imeharibu vibaya kutokana na mashambulizi yake kambi za kijeshi za Marekani. Iran ilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Nyuma ya pazia la udhibiti, ni wazi kuwa uharibifu ni mkubwa zaidi kuliko Pentagon inavyokubali. Kupitia gazeti la Russian Today limeandika kwamba wiki 3 baada ya vita, idadi ya vifo vya Wamarekani imeendelea kuongezeka. Wiki 3 baada ya vita hivyo, idadi ya Wamarekani imekuwa ni kubwa katika mauaji pamoja na majeruhi. Jeshi la Marekani limethibitisha vifo vya watu 13 kutokana na mashambulizi ya Iran katika eneo zima. Zaidi ya hayo, mshirika mmoja wa huduma alikufa kwa tukio linalohusiana na afya huko Kuwait. Mapema leo Iran imerusha makombora kuelekea kambi ya pamoja ya Marekani na Uingereza katika kisiwa cha Diego Garcia baada ya kuonya kwamba maisha ya Waingereza yatakuwa hatarini huko. Ingawa makombora hayakupiga msingi, bado ni alama ya kuongezeka kwa mvutano wa kikanda. Diego Garcia, sehemu ya visiwa vya Chagos katika bahari ya Hindi, iko karibu kilomita 1400 kutoka Iran. Ni kitovu muhimu kwa operesheni za kijeshi za Amerika kote Asia, kwa kuwa kambi hiyo huwa mwenyeji wa walipuaji wa masafa marefu na mali muhimu za kimkakati. Mashambulizi hayo yanakuja muda mfupi baada ya Uingereza kuripotiwa kuiruhusu Marekani kutumia kambi hiyo kwa operesheni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati wa wiki ya kwanza ya mashambulizi, iliwahi kuripotiwa kwamba zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani waliuawa, licha ya kwamba ni taarifa iliyotoka upande mmoja wa Iran, lakini Marekani haikuthibitisha hilo. Imekuja kuthibitisha wanajeshi wake 7 wa awali waliouawa, lakini pia kaja kuthibitisha wanajeshi wengine 6 waliouawa na mwingine aliouawa siku za hivi karibuni, na idadi yao kutimia 13. Kadhalika hili linatokea upande wa Iran, upande wa Israel kutotangaza idadi halisi ya waliouawa, huku Iran ikieleza ukweli kwamba zaidi ya watu 1300 wameuawa hadi sasa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Ndege ya Kimarekani ya KC-135 Stratotanker ya kujaza mafuta ilianguka magharibi mwa Iraq mnamo Machi 13 na kuua wafanyakazi 6. Kamanda mkuu wa CENTCOM wa Marekani alithibitisha Jumapili ya wiki iliyopita. Jeshi la Italia lilisema kuwa kulikuwa